Shalom, shalom watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mara baada ya kukaa kimya muda mrefu kidogo, kuna kawimbo tena Mungu kanijalia kazuri tu ambako najua kanaweza kugusa kwa namna moja au nyingine. Ni katika maisha tunayoyaishi, Mungu ameamua kuleta ujumbe ili tujifunze wote. Share hapo na wenzako na marafiki zako ili na wao wapokee ujumbe huu ambao sisi tumeupokea. Mungu akubariki sana. Leo nimekuja na wimbo mmoja unasema ibada ya kweli ni ipi? Hivi ibada ya kweli ni ipi katika maisha tunayoyaishi? Twango Music. Nimekuja tujifunze pamoja kwa habari ya ibada. Ninawashukuru wote huwa mnakusanyika kuifanya ibada. Lakini leo nimekuja tujadili ibada ya kweli ni ipi? Maana inawezekana unakusanyika lakini bado haujaelewa. Ni dakika chache tu, naomba niseme na wewe. Nianze kwa mfano huu ili tujue wapi tunaanzia. Ilikuwa siku moja mimi na rafiki yangu tulikwenda tamasha. Wakati tumepanda gari tulimuona mmoja amekosa nauli. Wakati wenye gari wanapigizana kelele alipe nauli. Nilimwambia rafiki tujichange ili tumsaidie. Ni kweli tulimsaidia, ndugu yule akatushukuru sana. Cha ajabu tulipofika pale kwenye lile tamasha, na yeye alishuka tukaenda pamoja kwenye lile tamasha. Nikamuuliza, ndugu unakwenda wapi? Hebu nieleze. Akasema, mimi nimeokoka napenda Yesu, lakini mimi ni yatima sina msaada wowote. Ninaishi na bibi yangu mwenyewe amechoka hana nguvu. Yani mali zote tulishanyang'anywa hatuna msaada wowote. Ninawashukuru sana mmenisaidia na mimi nije nimwimbie Bwana. Ninatamani niungane na watakatifu wenzangu kuimba. Nilisikia moyo unadunda nikainamisha kichwa nikajisemea, yani kama nisingemsaidia ningeenda kuimba nini? Hivi ibada ya kweli ni ipi? Hivi ibada ya kweli ni ipi? Nauliza, hivi ibada ya kweli ni ipi? Hivi ibada ya kweli ni ipi? Nisaidie. Wanaona michango inachangwa sana tuinue majengo, lakini huwa sioni mkisisitiza tuwape mayatima. Wanaona michango inachangwa sana tununue magari, lakini huwa sioni mkisisitiza tufariji wajane. Sio kwamba nakataa watu wasinunuliwe magari, tununue magari, lakini na watu wasaidie. Kuna wagonjwa wamechoka hawana fedha ya kununua dawa. Haujawahi hata siku moja kupeleka faraja kwao. Wengine unawapita hauwezi hata kusalimia. Na usivyo na aibu umesubiri uchangie jeneza, wakati yuko hai hajaona msaada wako. Unapataje ujasiri wa kusema una Mungu moyoni wakati huna roho ya kusaidia wenye shida? Unapata wapi ujasiri wa kunena kwa lugha wakati wenye shida mayatima wajane hawaoni msaada wako? Neno linasema dini iliyo safi na takatifu ni kwenda kuwaona wenye shida wajane na wenye matatizo. Sasa tujiulize, wale tusiopenda kutoa msaada, ibada ya kweli tunayoifanya hapa ni ibada gani?
hivi ibada ya kweli ni nini? Hivi ibada ya kweli ni nini? Nauliza, hivi ibada ya kweli ikoje? Hivi ibada ya kweli ikoje? Jiulize, hivi ibada ya kweli ni ipi? Hivi ibada ya kweli ni ipi? Nauliza, hivi ibada ya kweli ni